Mwezi mmoja umepita tangu siku ile tumefanya mahojiano mimi na ninyi na kama ambavyo mlikuwa mnanipatia feedback, simu zimekuwa ni nyingi, watu wanahitaji kujua pia nini ambacho mnacho cha ziada zaidi kuhusiana na kile. Lakini jambo kubwa, kwanza tumshukuru mtazamaji kwa sababu mlinidokeza pia mmepata baadhi ya endorsement pamoja na ufadhili mbalimbali kupitia video ambayo tuliweka siku za hivi karibuni. Kwanza kwema? Kwema. Ndugu yangu vipi hapo? Fresh kama kawa. Siri ya kuwa hivyo mlivyo leo iko vipi? Ndio hivi tunavyoonekanaga, unajua wanasheria. Sheria lazima vibe professional. Mwanasheria yote kumkuta lazima awe amevaa suit professional, awe tofauti na watu wengine kwa kawaida. Hicho ndio kinatofautisha sisi na wengine kwa hapa tu, lazima tuvae suit. Kwanza tupate feedback sasa kutoka kwenu. Nini ambacho kimeendelea baada ya watazamaji wetu wa Jicho la Upendo na Wanke wa Mapicha kuipata na kuwafuatilia? Nini ambacho kimetokea, impact ni ipi kwenye video ambayo tumerekodia kwanza? Kwenye video tuliyorekodia kwanza DM watu wanatufuata. Unajua simu zinakuwa nyingi na mtu anataka kujua tofauti hii ni nini, wale watu wana maswali, wanataka kujua zaidi vitu hivyo navyo sisi tunapata. Jambo kubwa ni kuna mtu ametafuta, kuna mchongo anataka atushirikishe, ndio hivyo tumefanya mazungumzo na maswali ni mengi, je, tunaishije vipi? Watu wengi wanatuuliza sana, kwa hiyo ndio maana leo tumekuja, tuliona kumjibu mmoja mmoja hapana, itakuwa ni ngumu, ndio maana tumekuja tena ili tuongee vizuri zaidi, tuwajibu wote kwa pamoja. Kama ambavyo umesikia msikilizaji na mtazamaji wa Jicho la Upendo na Wanke wa Mapicha, tuko na pacha wote kwa pamoja wanasoma sheria katika chuo kikuu cha Iringa, na hapa tuko katika kivuli na mwamvuli mzuri kabisa, mwamvuli mtukufu kutoka hapa UoI, University of Iringa, nyanda za juu kusini, miongoni mwa chuo bora kabisa ambacho kinakupatia nafasi ya kusoma mambo mengi sana kupitia chuo kikuu cha Iringa. Turudi kwenye mahojiano yetu sasa leo. Naamini kuna vitu tutavizungumza kwa upana wake kidogo. Tujitambulishe kwa yule ambaye pengine hakupata nafasi ya kufahamu au kuona kutizama ile video ya kwanza. Tujitambulishe kwa majina, lakini pia nani wa kwanza kuzaliwa kati yenu? Kwa majina naitwa Godway Ebiat Malongo, natokea Njombe. Mimi ni Doto wa pili kuzaliwa. Mimi naitwa Godfrey Ebiat Malongo, yanatokea Njombe. Mimi ndio wa kwanza kuzaliwa Kurwa. Bwana, nipo na Kurwa, lakini pia nipo na Doto. Huyu anaitwa Godway, huyu anaitwa Godfrey. Ndio Nigeria tunasema kuna Peter na Paulo. Huku kumbe Bongo au chuo kikuu cha Iringa wana Godway na Godfrey ambao kwa pamoja wanaweza kawa ni G square. Vitu kama hivyo. Sasa turudi sasa kwenye historia kidogo ya maisha yenu ambayo mmekuepo nayo tangu mmezaliwa. Kwanza, wazazi wenu waliwaambia kitu gani? Walifahamu kwamba mnazaliwa mapacha au vipi? Wazazi wetu alikuwa afahamu, alikuwa wajui, walikuwa wanaenda kupima, wanaenda hospitali, mimi anaambiwa sijui au watoto sijui mmoja utazaa mtoto sijui kilema. Walikuwa wanaambiwa hivyo, lakini walikuwa hawajui kwa ni watatokea mapacha. Unajua zamani ndio sijui masuala ya x-ray ya kupigaga hiyo. Kwa hiyo alikuwa akienda kupima hospitali anaambiwa mtoto wako ni mlemavu, na wenyewe wanaweza kwa wajui kwa tatoka mapacha. Kwa nini ilikuwa hivi? Alikuwa anasumbuliwa au alikuwa ni nini ambacho kilikuwa kinasababisha anaenda kupima mara kwa mara? Hapana, alikuwa anasumbuliwa. Ni ile tu kawaida ya kwenda kuangalia, unajua kuangalia afya nini. Kwa alikuwa akienda kule ndo anaambiwa hivyo. Alikuwa hajui kwa atatokea mapacha. Kwa hiyo ilikuwa kama surprise. Ndio tukatokea mapacha. Siku ya kuzaliwa kwenu pengine wazazi wenu wanawaambia nini? Ni siku ambayo ilikuwaje pengine kwa jinsi ambavyo wanawasimulia Godfrey? Siku tulizaliwa sisi. Kwanza wenyewe ilikuwa ni surprise, unajua alikuwa hajui. Na kicho kwa kinachangia mpaka anasema ni mlemavu kwa sababu si unajua tumbo la mtoto mmoja na wawili ni tofauti. Okay. Ndio hicho kilichochangia akaanza kusema huyu mtoto lazima ni mlemavu. Kwa hiyo ndio alivyotoka hapo, muda wa kujifungua alivyofika ndio tulivyotokea sisi wawili. Ndio hapo tukatuwekea tofauti, maana si unajua ni mapacha. Wakitoa wote wakituweka hapa atashindwa kujua huyu ni upi ni upi. Kwa hiyo pale kabidi watutenganishe, watuwekee alama ya kudumu au alama ya kawaida ile ya kuwatambua? Ya kawaida nesi tu. Nilipozaliwa mimi wa kwanza nikawekewa bangili moja hapa mkononi. Okay. Ni utaratibu ambao pengine unatumika kawaida. Unatumika kawaida, maana wanasema wakiona hao wamezaliwa pamoja. Na tutajuaje kwa huyu mtoto yule wakiwachanganya? Kwa hiyo alipozaliwa huyu
itabidi yule awekewe alama ndio akawekewa yeye kile cha kuvaa mkononi hapo. Kipindi cha utotoni walikuwa wanawatofautisha vipi watu wengine ambao wanawazunguka? Mimi nasikia nilikuwa staki yani kuchukuliwa na mtu nilikuwa sipendi. Kwa hiyo mtu akitaka kutuchukua ashinde na sisi, mimi nilikuwa nalia sana. Na wao wanasema Doto Aga ni wakorofi zaidi. Sijui kwenu ilikuwa vipi? Hapana. Sijui ukorofi gani, lakini sisi ya ukorofi kama sisi wakorofi. Kitu gani ambacho unakumbuka? Kumbukumbu gani ambayo utotoni ukikumbuka unasema hii kweli nilikuwa naikumbuka na nilipenda sana kwenye maisha yangu? Kumbukumbu nzuri ni nyingi tu bana, si unajua tena mkoa wa Mapacha. Sima tulikuwa kuna watu wanakuja pale, kuna wazungu nini. Walikuwa wakija huko, watu tunafurahi sana kipindi kile. Ndizo sisi tulikuwa wadogo, tulikuwa tunapenda sana kwenda kanisani. Kwa hiyo tukapataga bahati ya kuonana na watu mbalimbali. Kitu hicho nilifurahi sana. Walikuwa wanatusupport. Baya kataga basikeli ya mtu. Basikeli unajua ikiisha upepo. Sasa imeisha upepo, yale matairi tunaona yanatembea vibaya. Tukakata ile tairi la nje, ibaki chuma peke yake. Matairi yote mawili hapo tukadunda mtaani. Yaani mliazima au alikuwa ameegesha? Tulichukua tu, alikuwa ameegesha kama shambani tuseme. Nyumbani kwake, lakini nje ameegesha tu nje, ameweka kwenye nyasi. Sisi tukaichukua tukakata matairi, tukatembea naye. Mlikuwa na lengo gani la mpaka kukata matairi? Unajua utoto. Yaani akili kusema hapa tunaharibu. Ikuwepo. Na ni nani aliongoza wazo hilo kati ya Kurwa au Doto kwenye kufanya hicho ambacho mlikifanya? Tulianza sikumbuki aliongoza, tulianza. Si unajua basikeli yani ulikuwa haina upepo, ile ina pancha. Inakuwa kutembea kwake sio vizuri. Kwa hiyo sisi tukakata tukatoa ile nje tube na tairi, tukatembelea hivyo hivyo. Mkao mnaendesha. Hali ilikuwaje sasa baada ya kuwakuta mkifanya hivyo? Basikeli alitukuta, akatupokea akaenda kumwambia mzazi. Japokuwa hatukuchapwa. Mzazi alitusema imekanisha, sijui alimaliza naye.